yaani unapompokea we Yesu. Ndio maana tunawekaga mafundisho ya ubatizo, sio mafundisho tu ya ubatizo. Kuna mafundisho, ibada ya mafundisho ipo. Wakati mwingine mpaka Jumapili tunalazimika kufundisha, na mpaka kwenye maombi sasa tunalazimisha kufundisha, ili watu waendelee kuukulia wokovu hatua kwa hatua. Kwa sababu huyu mtu aliyeokoka, na kuambia ukweli, asipokuwa na mafundisho ya kutosha ndani yake, huo na hakika ataendelea kunyenyeshwa na shetani, kwa sababu huyu mtu alivyookoka bado ni mchanga, na bado kuna fikra za zamani zipo ndani yake, bado mitazamo ya kizamani ipo ndani yake. Amempokea Yesu, lakini kwa sababu hajajua alivyompokea Yesu kitu gani kimefanyika, aanze kupata elimu kupitia neno la Mungu, kupitia mafundisho mbalimbali watumishi wa Mungu wanaofundisha, ataendelea kunyanyasika, ataendelea kujihisi ni kama kuku aliyofungwa kamba muda mrefu. Akifunguliwa, ukimfungua ataendelea kukaa pale pale. Mnyama yote ukimfunga muda mrefu atajihisi bado, hata ufukuze. Wewe funga kuku muda mrefu alafu umfukuze, hakimbii, anahisi bado amefanyaje? Amefungwa. Sasa huyu mtu ili aone amefunguliwa, anapaswa kupata mafundisho ya kumsaidia kuonekana kwamba aanze kutembea kwa ujasiri, kwa imani, akiamini. Sasa kama uliokoka, unahitaji pia kuendelea kujibidiisha sana kupata mafundisho, kwa sababu bila hivyo utaendelea kunyanyaswa na dunia hii, na utaendelea kushangaa huna ujasiri kama mtu aliyokoka. Ndio maana tutakuhimiza tena upate kitu kingine, jazo Roho Mtakatifu, kwa sababu bila kujaza Roho Mtakatifu bado. Ndio maana wale wakaambia msiondoke hapa Yerusalemu, si ndio, mpaka atakapokuja nani? Roho Mtakatifu. Wakaendelea kukaa pale. Wakikaa pale wale watu 100 na ngapi? 20. Unaonaje walivyojaza Roho Mtakatifu? Ikawaje? Wakaongezeka watu wangapi? 3000. Sasa Kiyahudi kule walikuwa nahesabiwa wanaume, sasa nafikiri walikuwa zaidi na wanawake mmo. Watu wakampokea Yesu kwa kishindo. Maana yake nini? Wakati mwingine inaweza nikakutafsiria hivi: haupaswi kuanza kufanya huduma bila kujaza Roho Mtakatifu. Narudia tena, yaani uwe mwalimu, uwe mchungaji, uwe nabii, uwe mtume, unapaswa kusubiri ujazo kwanza Roho Mtakatifu, ujazo Roho Mtakatifu, kwa sababu bila Roho Mtakatifu hautaweza. Yaani maisha yako ya wokovu, kama mpokea Yesu bila kujazwa Roho Mtakatifu, safari hii ya maisha ya wokovu itakuwa ngumu sana. Usifikiri kwamba ulivyomwacha shetani, ulivyoacha pombe, ulivyoacha uhuni, ukahaba, wizi, ujambazi, shetani amefurahia. Yaani umetoka kwenye kambi ambayo ya mambo mabaya mabaya, shetani anakufurahia tu, atakufuatilia tu. Utashangaa umeacha pombe leo, umeacha wanawake leo, umeacha wanaume leo, umeacha wizi leo. Baada ya mwezi mmoja, baada ya mwaka mmoja, unarudi tena kule, kwa sababu haukutaka kukaa chini ufundishwe, ushibe neno la Mungu, ujazwe nguvu za Roho Mtakatifu uje ndani yako.